Nguvu ya buku toto. Nini hamtaki kuvunja umaskini. Nguvu ya buku toto. Safi, vizuri sana. Miaka 10 iliyopita, mwaka 2014, niliandika makala moja nikasema hivi ndivyo unaweza kutajirika kwa kuanza na shilingi 1000. Mbegu ya kujenga utajiri au kujenga chochote kile ni ndogo sana. 1000 ni ya chini. Ya chini sana. Unaweza kwenda zaidi ya hapo, 2000, 3000 na kuendelea. Hiyo haina shida, lakini uanze na shilingi 1000 ambayo kila mtu anayo, si ndio? Tukiichukua sasa na ile au kidogo chake, tukaiwekeza mahali salama ambapo panazalisha ndani ya muda mrefu, italeta matokeo. Lakini wote wanasema ningejua hii mapema ningekuwa mbali sana. Ningejua miaka 10 iliyopita ningekuwa mbali sana. Mtu anasema miaka 50 ijao sitakuwepo. Au nikifaje? Hasa kipi bora? Ufe umewekeza au usife hujawekeza? Kila mtu kuna mfano ambao wazazi wamefariki, watu wakauza nyumba, si ndio? Wakauza biashara zikafa. Kila mtu anajua. Hatutaki hilo litokee kwa watoto waliokanyaga hapa. Nguzo 7 za usimamizi wa fedha binafsi. Nguzo ya kwanza ni kipato. Hata mtu andikeni. Nguzo ya pili ni akiba. Na mtoto, kila pesa unayopewa na mzazi wako lazima uweke akiba. Hata kama ni shilingi 100, weka shilingi 10 akiba. Nguzo ya 3 ndo matumizi. Nguzo ya 4 ni madeni. Kuna kitu kinaitwa madeni, kutumia kitu ambacho huna. Nguzo ya 6 ni ulinzi, kwenye mabano bima. Na nguzo ya 7 ni uwekezaji. Hii ndio nguzo ya 7, lakini tunaanza nayo na watoto wote ambao wako hapa ndani. Nguzo hii, uwekezaji ni kupata pesa pasi kutumia nguvu. Tafiti zinaonyesha wastaafu wengi wanakufa miaka 5 baada ya kustaafu. Wewe kuanzia leo natangaza kwamba mazungumzo ya pesa na utajiri nyumbani yanaruhusiwa. Umeelewa? Maana ni kama uturo fulani, yani hizo vizungumzo yani. Wangapi ni wawekezaji? Wawekezaji wa UTT. Asante sana. UTT sisi ni taasisi ya serikali ambayo tunafanya kazi chini ya Wizara ya Fedha, na kazi yetu kubwa ama jukumu letu kubwa sisi ni kuanzisha na kuendesha mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Sasa mifuko ya uwekezaji ya UTT yenyewe inakupa nafasi ama inakupa fursa wewe ya kuweka akiba, lakini muda huo hiyo hela ambayo umeweka kama akiba inakuwa inapata ongezeko. Na kwenye huo mfuko ukitaka kuanza kuwekeza ama ukitaka kumwekea mtoto wako kwa mara ya kwanza at least shilingi 10,000. Baada ya hapo kuna kitu kinaitwa gharama ya chini ya nyongeza ya mtaji wako. Maana yake ni nini? Uleka shilingi 10,000, uleka 100,000, uleka milioni 1, lakini ukasema nataka sasa niendelee kuwa naweka mara kwa mara. Ndio. Kwa hiyo hapo unaweka walau shilingi 5,000 tu na kuendelea. Huu mfuko wewe mzazi au mlezi hautaruhusiwa kuchukua kiasi cha fedha katika mfuko mpaka mwanao afikishe miaka 12. Kama nilivyokuambia hapo awali, ni mfuko ambao una malengo ya muda mrefu kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo uruhusiwi kutoa fedha katika mfuko wa watoto fund mpaka mtoto wako afikishe miaka mingapi? 12. Mbali na huu mfuko, kuna mwingine anasema bwana, mimi mwanangu nataka nimwekezee, lakini nataka nipate urahisi wa kutoa fedha. Yaani namwekezea lakini pia ningetaka kutoa nitoe haraka. Yaani nipate kwa muda mfupi. Sawa. Kwa hiyo tukiachana na huu mfuko wa watoto fund, tunao mfuko mwingine unaitwa mfuko wa liquid, kwa haraka liquid fund ama ukwasi. Sasa huu unaweza kufungua wewe kama mzazi au pia ukamfungulia mtoto wako. Liquid fund ni mfuko ambao una lengo pia kukuza mtaji, ambao mfuko wenyewe ukitaka kuanza kuwekeza kwa mara ya kwanza unaweka walau shilingi 100,000 minimum. Iwe ni kwa mtoto, iwe ni kwa mzazi mwenyewe. Na baada ya hapo gharama ya chini ya nyongeza mtaji wako au muda wote, wakati wote ukijisikia kuongeza, unaweka walau shilingi 10,000 na kuendelea. Tunapokea hela kutoka benki, kutoka mitandao ya simu. Ukiingia kwenye Tigo, Yas, M-Pesa, mule ndani kuna option ya kulipa kuja UTT. Una uwezo kufungua wewe mwenyewe kupitia simu yako sasa hivi.
Yaani ukipiga tu menu yetu ile ya nyota 150 nyota 82 alama ya reli. Nyota 150 nyota 82 alama ya reli, unafungua wewe mwenyewe mfuko wako kwa kutumia simu yako. Na unaruhusiwa pia kuanza uwekezaji sasa hivi. Jina langu ni Trisha Marmol Barak. Niko darasa la 6 shule ya Philadelphia Primary School. Mimi ni mtoto na biashara club. Tunajifunza mambo mengi. Kwa mfano kupika na kushona. Tunashona apron. Apron moja ni 10. Na 10 naiwekeza au naweza kununua vifaa vingine. Asante. Sisi project yetu ni fedha. Yule fedha kama Mungu anampa maisha na sisi tupa maisha, tutafanya naye. Sasa nyinyi kama mtakuwa pamoja na sisi, litakuwa jambo jema. Mkeka mmeshauona na jedwali linapokwenda mmeshajiona. Kwa hiyo cha kufanya ni kuchukua hatua. Mtapata utaratibu kwa wale wanaotaka kujiunga leo, mtajiandikisha. Tutawapa wiki hizi 2 kwa wale waliofika hapa, si ndio? Ndani ya wiki hizi 2 uwe na commitment hiyo bei ya offer itakuwepo. Baada ya hapo tutaresume kwenye ile aliyosema daktari ambao ni 100,000 kwa mwaka na usimamizi wa hiyo program. Hizi kitabu cha familia. Hapa mbele anaandika mtoto mmoja. Sawa? Kama una zaidi ya mmoja hiyo utakuwa na ya kwake. Tumeelewana vizuri? Ikisha takuwa cha jumuiya hapo sasa changamoto tunamkamata nani? Tunamkamata mtu na kitabu chake na kujaza taarifa zake hapo mwanzo kabisa. Sasa kama ilivyokaa hiyo fomu. Kwa kama mtoto zaidi ya mmoja kila mtu tunamchukulia package yake. Sawa Tumeelewana vizuri? Neno linasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukijiona wewe ni bilionea, wewe ni bilionea. Ukijiona wewe uwezi, kamwe hautoweza. Kauli yetu mbiu ni kuvunja laana. Laana maana yake ni nini? Inapatiliza kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu hadi cha 4. Mimi na timu yenu nzima niliwapata katika social media, Facebook, Ramadhani tulikuwa tunaongea na rafiki yangu baba, naomba tupunge mkono. Kwa majina naitwa Amani Matuita. Na nilichojifunza katika semina leo ni kuhusiana na uwekezaji. Maana hata nilipokuwa shule, daktari wetu alikuwa anatufundisha kuhusiana na uwekezaji wa hela. Ila mambo mengi niliyojifunza na pia nikajengea neno ambalo linasema spend less na earn more. Kwa pia katika maswali ambayo nilikuwa najiuliza, swali namba 1 ni kipi yani kianzio utakipata wapi? Maana nilipokuwa wakati wa shule nilikuwa nafikiria kianzio unapata kwenda bei kopa, lakini ilikuwa sio mawazo sahihi. Ila daktari wetu akatuelezea unaweza ukapata kila kianzio cha hela pale, yani ukatumia ya real estate. Hii real estate ilikuanzisha miradi mbalimbali, mfano mradi wa nyuki. Unaweza ukaanzisha mradi wa nyuki kupata asali, unaweza kuziuza kupata hela. Hata pia katika real estate nyingine katika kilimo. Wakatupa story kabisa ya mtu fulani alijenga miti, alipanda miti, akauza mbao nje akapata hela na sasa hivi tajiri. Kwa hiyo katika real estate tunaweza kupata kianzio cha hela katika utajiri wako kwa age kama zetu sisi hapa watoto. Kwa hiyo namba 1 unaweza kupata hela yani katika age za hizo zote kupitia hiyo miradi mbalimbali, na unaweza kufanya uwekezaji. Na katika kuspend unaangalia vile vitu muhimu za kuspend, na sio kununulia vitu kama ice cream, chips, hizo vitu unaweka pembeni. Katika ahadi zangu mimi ninaahidi kwamba nitawekeza kadri ninavyo, lakini pia katika
nitafanya kazi kwa bidii kupata hela, lakini pia katika kuspend iwe less sana ili kujenga utajiri wa baadaye. Huyu ni Amani na mimi ni Amani. Sawa baba. Haya. Kwa majina naitwa Diana Adam Mwanga. Unajifunza kwa simu ya leo? Nimejifunza kuwekeza hela, pia kuwa na kuweka akiba kwenye hela nitakazopewa na wazazi. Unachotuahidi wazazi kutokana na masomo uliyojifunza leo? Nitaweka akiba kwenye zile hela wanazonipa ili niweze kuzizalisha na kuwekeza ili niwe tajiri baadaye. Kwa majina naitwa Trisha Mayamo Barak. Weka akiba na niweze nikaweka yangu mwenyewe kwenye benki ili niweze nikawa tajiri baadaye. Kwamba nitasoma kwa bidii na niweke jitihada zangu mbele na nisirudi nyuma. Kwa majina naitwa Rawdat Hassan. Nimejifunza kuokoa hela, kuzalisha hela na uwekezaji wa hela. Ninaahidi kuwa nitaenda kuweka akiba. Asante sana. Kwa majina naitwa Leona Zake. Nimejifunza kuhusu na nikipata hela nataka kuitunza na sio kununulia vitu vingine. Nikipata hela nitakuwa nitaweka kwenye benki na nitazitunza kwa kumpa mama baba. Kwa jina naitwa Desmond Daniel Zake. Nilichojifunza kwanza zaidi nimepata exposure ukiachana na zile savings ambazo tulikuwa tukizifanya kwenye ATM cards na sehemu nyinginezo ikiwemo vibubu ambazo sio profitable, lakini kupata njia nzuri zaidi ya namna ya kuwekeza na kupata faida iliyo kubwa kwa muda ambao hakika sio wa kutarajia. Kikubwa ninachoahidi ni kufanikisha na wengine zaidi kupata kujifunza zaidi na kulitambua hilo, lakini pia nitakwenda kuwa mfano bora kwa kumaanisha kwa kufuata program nzima kwa 100%. Kwa majina naitwa Teima ya Morbara. Nimejifunza kuwekeza hela na nisitumie hela ovyo. Nimeahidi wazazi kuwekeza hela na nisitumie hela ovyo kununua vitu ambazo hazieleweki. Nimejifunza kuokoa hela.
kutunza pesa. Hata siku unahisi hauna pesa, kumbe una pesa. Naahidi nikipata pesa naenda kuingiza akaunti ya CRDB. Kwa majina naitwa Taja Musa Wandala. Siku ya leo nimejifunza kwanza kutunza pesa na kuweka akiba. Kazi yangu kwa mzazi ni kutunza pesa na nisitumie pesa ovyo ovyo. Kwa majina naitwa Dennis Pokafal. Leo nimejifunza kutunza pesa. Tuweke bukubuku, si lazima kuweka pesa kubwa. Ahadi yangu kwa wazazi, nitasoma kwa bidii na nikifika ukubwani nitawatunza wazazi wangu. Kwa majina naitwa Juma Mwingi Masama na nimejifunza namna ya kuongoa na kuzalisha pesa, na yangu kwa wazazi nitatafuta njia nyingine ya kuzalisha pesa kwa vyanzo mbalimbali kama biashara. Asante sana. Kwa majina naitwa Hafsa Raja. Nimejifunza kutunza hela. Nitasoma kwa bidii. Kwa majina yangu naitwa Isabella Gershai. Nimejifunza matumizi ya pesa. Pia matumizi ya pesa tunaweza tukatumia katika vitu muhimu tu. Kitu cha kwanza muhimu, sehemu ya kuishi, ya kulala, na pia mavazi au nguo. Pia nimejifunza kwamba tunaweza hata kama tukiwa wakubwa, kama tuna wadogo zetu na sisi tumemaliza madarasa, ninaweza nikamlipia mdogo wangu ada ya shule na vitu muhimu pia. Na nilichoahidi wazazi wangu, nimewaahidi wazazi wangu kwamba nitatunza akiba hata kama nikiwa ukubwani. Kwa jina naitwa Linda Afzai Buiba. Nimejifunza kutunza hela ili baadaye zisisumbue. Wakubwa wangu, shikamoo. Kwa majina naitwa Jennifer Sokadilo, na leo nimejifunza kwamba tutafute njia tofauti za kuwekeza hela na kuzizalisha. Kwa mfano, unaweza kuwa unauza karanga huko nyumbani na vitu mbalimbali. Na hadi yangu kwa wazazi wangu, nitakuwa tajiri wa dunia inayofuata. Mama unamwahidi nini? Unamwahidi hela? Jina langu naitwa Saidi Makongo. Nipongeze juhudi za Dr. Makilita na Tanzanite Skills Academy kwa kufanya jambo hili ambapo wanaunga mkono juhudi za Mama Samia. Akiwa Mlimba mwaka jana alisema ili Tanzania iweze kuendelea, elimu ya fedha ni lazima. Kwa hiyo Dr. Makilita, Mungu aendelee kukubariki. Na vitabu vyako takriban kama umetoa kipya sijapata taarifa, lakini vyote ninavyo na ninavisoma.
navisoma na kivirudia, na sio kuvisoma na kuvirudia tu, lakini naviishi. Nipende sana kuwapongeza walioiandaa hii shughuli. Ni nzuri na tumepata mafunzo mazuri ya kutosha. Kwa hiyo mimi ninachowapongeza hawa walioandaa hii shughuli ni kwamba wamelenga kizazi ambacho ni endelevu. Kwa hiyo unapofundisha mtoto mdogo, ina maana kwa sababu kichwa cha mtoto hakina kitu ndani, kwa hiyo ina maana wameshawawekea kitu, kwa hiyo wataendelea na lile jambo mpaka tutaona faida yake na matunda yake. Kwa mfano kama wale watoto wadogo waliokuja hapa, hawatasahau kwamba kulikuwa na siku ambayo ilikuwa ya tofauti katika maisha yao, na watakuwa walimu kwa kuwaeleza na wengine. Mungu awabariki sana wale wote mlioandaa hii shughuli ya leo. Mungu awatunze na aendelee kuwaonyesha, kuwapa maono makubwa zaidi ya haya. Dokta amenitoa mbali sana kwenye upande wa biashara kwa kutupa mafunzo na kutusimamia hadi tukafikia kiwango ambacho tuko sasa. Kwa kweli kwa ujumla tulikuwa biashara zetu zilikuwa chini, lakini kupitia mafunzo ya dokta biashara imekuwa sana na bado tunaendelea kutafuta ubilionea ambao kupitia kocha tutaupata bila shida yoyote. Jambo kubwa sana lilofanyika leo ni kufikia hatua elimu hiyo kuwapa watoto wadogo wenye umri mdogo kabisa. Hili ni jambo la kifahari kama tulifanyia kazi, ni jambo la kipekee. Labda turudi nyuma kidogo. Kwa huu tulionao, kama elimu hiyo mimi nilipata miaka mitatu, leo watoto wadogo sana wanaipata elimu hiyo. Kwa hakika hili ni jambo la kujivunia. Kwa sababu nikiangalia kiingilio umetulisha, umetupa nondo. Mimi nilijua ni kwa ajili ya mtoto wangu, lakini leo mimi pia nimefaidika. Nimefurahi kumsikia mzee Zaki Investment, ameninspire sana. Kwa hiyo naamini baadaye mtakuja kusikia na sisi lazima hii ifanye kwenye familia yetu. So I am very happy na mwanangu amefurahi na yeye ameniambia speckless and more. So already kwenye kitu amekipata hapa. Kwa hiyo mimi naona yangu imezidi so far. Alessandra Meshak Soteres, Brighty A. Mangare, Brighty, Angelina Michael Wambura, Angelina Michael Wambura, Sosiri Twaha Jumbe, Sosiri Twaha Jumbe. Nakuja bisketi na uje. Finian Fadhili Zegega, Finian Fadhili Zegega, Dorini Irari Mushi wamepata uhuru. Hadison Felix Mnenei, Hadison Felix Mnenei, Benson Hamadi Msetu, Benson Hamadi Msetu, Rajab Kodo Rashid, Durganian Rajab Kodo Rashid, Amani Mlengu, Amani Felix Mlengu, Juvenali Felix Mlengu, Juvenali Felix Mlengu, Diana Adam Mwanga, Diana Adam Mwanga, Nasri Khatib, Nasri Khatib, Esther Samueli, Esther Samueli, Abigaili Eliudi Mwanyanje, Abigaili Eliudi, Joani Festo, Joani
Hamis Octavia Bila Octavian Ukelegwa Joseph Sekanabosana Joseph Abiarina Milango Abiarimana Milango Lukman Itaenzi Lukman Henry Freddy Loretti Harrison Freddy Loretti Kelvin Emmanuel Uromi Tito Damian Edric Peter Sungi Mtinangi Junior Nyondo Divine F. Ngajilo Derek David Dewin Uvanda David Mulanda Destiny Zake Andres Goodluck Aisam Harid Abdul Ali Hassani Khadija Rashid Mpande Aisam Ali Abdul Khadija Rashid Mpande Linda Afizai Buliva Shekina Nation Ndala Shaman Nation Ndala Shaman Nation Martha Nation Derek Kibandama Derek Haya, wazazi wao waje tupige picha. Karibu wazazi mbele kwa picha. Tunamalizia.
Emmanuel Bugingo, Prince Emmanuel Michael Mbuza, Emmanuel Michael Mbuza, Aikad Hashim Henderson, Aikad Hashim Henderson, Shabia Yeka, Shabia, Faria Yeka, Faria, Benson Method, Benson, Awa Yeka, Awa Yeka, Junior Elimring Masam, Junior Elimring Masam, Jolvin Elimringi, Jolvin Elimringi Masham, Ivan Simon Msangazi, Ivan Simon Msangazi, Ivana Simon Msangazi, Ethan Simon Msangazi, Mais Isaac Zake, Mais Isaac Ive, Aroni Zake, Aliela Isaac Zake, Aliela, Abela Emmanuel Zake, Furaha Amani Makilita, Amini Amani Makilita, Fedha Amani Makilita, ambao ni chini ya mwaka mmoja, miezi mingapi wanaruhusiwa kubebwa kuja hapa na mama. Fedha Amani Makilita, Kamira Ronald Ringo, Elon Musk, Ronald Ringo, Ronald Ringo, tajiri wa dunia huyo. Eric Ombeni Mbise, Uno bilionea Elon Musk. Afisa Rajab Kono Rashidi, Daina Atibu, Esther Eliudi, Mwanyanje Eliudi, Jan Ibrahim Manne, Joy Glory Festo, Desmond Zake, Spirian Jackson, Sauda Hassani, Everin Kibete Daniel, Brian M. Method, Shalom Erimringi Mamsam,
Valelia Jafari, Valeliana Jafari, Valeliana Jafari, Antia Oscar, Antia Oscar, Antia Oscar, Lawrence Lacius Roberts, Lawrence Lacius Roberts, Jedidia Otinel Nzava, Jedidia Nkinde Precious Daniel, Nkinde Precious Daniel, Nicole Jo, Brian Magrita, Nicole, Belinda Magrita, Belinda, Teddy Magrita, Lydia Mai Shabani Temba, Isabella Gelva Shayo, Isabella Amani Gelva, Bwana Dickson, Bwana Dickson, Norini Kimario, Atwazie Lulandala, Isabella Vitus Mtui, Isabelle Vitalius Mtui, Gamalieli Mrema, Burias Mrema, Amani Makirita, Amani Makirita, Godson Dixon Moleli, Johnson Dixon, Benson Dixon, Emmanuel Anna Marongo, Maria Egna Marongo, Kelvin Enoki Mwasinganga, Atupanie Lulandala, Divine Lulandala, Hilda Kevin Mburute, Abigail Kelvin Mburute, Tumesha hapa wetu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Haikuwa kazi yangu mimi wala haikuwa kazi ya wakili zake, ilikuwa ni kazi ya timu kubwa sana ambayo ilikuwa nyuma hii. Mmepigiwa simu sana, mmekumbushwa sana, mpaka wengine mkaje. Basi naomba timu nzima ya ilo anataka tukio hili iweze kupita mbele hapa. Kimbia haraka timu. Wote tuje kabisa. Timu tuje hapa. Naomba timu nzima tuje hapa. Timu nzima tuje. Naomba timu nzima ije. Mapema.
nafikiri wengi mmepokea simu sana huko katikati. Nimepigiwa simu sana. Hii ndio timu nzima ya Amka Consultants na Tanzanite Skills Academy. Wamefanya kazi kubwa sana kuweza kuwafikia mara kwa mara kwa simu na kwa njia mbalimbali. Basi kila mmoja atajitambulisha hapa na tuweze kuwapigia makofi kwa kazi ambao wamefanya, lakini pia wataenda kuwafuatilia pia. Sawa eh? Alikupigia simu sio kaanza kumwambia sasa wewe vipi namba gani? Wakiwa waoni vitu unafanya huko, hao ndio watakao wakueni hawa. Sawa eh? Sawa basi nichukue nafasi basi kila mmoja aitambulishe kwa haraka haraka alafu tutakwenda. Karibu. Jina langu naitwa Gaudensia Kilosa, ninafurahi sana kuwaona. Jina langu naitwa Agnes S. Joven, nimefurahi sana kuwaona. Jina langu ni Jessica Clemens, karibuni sana. Naitwa Maria Abel, tumefurahi kuwa nanyi. Kwa majina naitwa Janet Ninja, karibuni sana. Reja sana. Asante sana, naitwa Mkufunzi Lakius Robert, na wapenda nyote. Penda pia. Asante sana, naitwa Justin. Asante sana na nawakaribisha sana. Nimefurahi sana kuwaona. Furahi pia. Habari za jioni. Hapo jioni. Majina naitwa Isaac Zake, ni wakili lakini pia sehemu ya timu hii ya Amka Consultants na Tanzanite Skills. Karibu. Asanteni sana kwa kufika. Kwa majina naitwa Bwana Ramadhani. Hongereni sana kwa kuja. Amina. Jina langu ni Paul. Tunawakaribisha sana tena kwenye program ya Nguvu ya Buku Toto. Asante. Asante. Nguvu ya Buku Toto. Kunja laana ya umaskini na kizazi kijacho. Sawa, vizuri. Nipigeni makofi kwa kuvunja laana ya umaskini. Vizuri. Naitwa Mwalimu Deogratias Kesi, karibuni sana, tuendelee kuwa pamoja. Sawa. Basi tunashukuru niaba ya timu mimi kwanza Dr. Maketa Amani. Niwashukuru sana wote kuweza kufika. Hii imekuwa ni event ndani ya mwezi mmoja peke yake. Peke yake tukasema tuifanye wakati wa likizo, sababu tukishika sasa hivi hatuwezi kuifanya tena wakati mwingine. Kwa hiyo tunashukuru sana mmeweza kufika, imekuwa ni kitu kizuri sana. Naomba mjiandae kwa ajili ya mwezi wa 12. Sasa kama alivyosema Mr. Kombo, hiyo tutaifanya sehemu kubwa zaidi, tutafanya kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo andika tarehe mwezi wa 12. Wanapofunga wiki ya kwanza kama mjaanza kusafiri, maana wenzetu wale ambao tunasafiri tunakiwasha kwanza kuna tunasafiri, si ndio? Au mtaje upeana shuhuda. Nyie watoto, sikilizeni, mwezi wa 12 tunakutana tena, sawa? Utakuwa na zawadi kwa waliojaza nzuri hiyo kitabu na kafanya mambo mazuri tutawaambia, sawa eh? Basi tupige picha moja ya timu hapa alafu tuende. Sawa, basi tunaenda. Kwa wale ambao hawajakamilisha kujaza fomu za UTT-AMIS kwa upande wa watu wao, basi mtanyosha mikono, tutawapatia fomu na tutoa maelekezo kwa haraka. Ambao hawajapata watu wao hawajajaza fomu za UTT-AMIS, wazazi tuombe onyeshe mikono. Donald, kuna fomu pale, chukua wagawe haraka. Tutatoa maelekezo hapo chafu. Wazazi ambao hawajafanikiwa kufunga watoto UTT-AMIS fomu za UTT-AMIS watapewa fomu hapo, alafu tutawapa maelekezo na jinsi ya kujaza. Kuna ambao wamesha mkono hapo, tafadhali kamilisha hilo. Kuna maelekezo ambayo tutatoa, lakini kwa ambao wapo kundi la WhatsApp la seminar ya Nguvu ya Buku Toto, kuna maelekezo ambayo tumetoa pale na tutaendelea kuyatoa tena na tena ili kujaza kwa usahihi. Sawa. Sana akisha uchukua fomu yako uijaze hapa, ni fupi sana haraka tu. Kama hauna cha kuzaa cha mtoto sio issue sana, andika tarehe ya kuzaliwa utaenda siku nyingine. Ndio muhimu picha yako iwepo, picha ya mtoto na baki andika hapo. Inakuwa imeisha hiyo. Haya, jamani tunashukuru sana. Wazazi wangapi ambao wameshaandika kwenye package pale? Wameshaandika kuhusu package. Walishaandika. Waliokushaandika wanyoshe mkono kwenye package. Wanaoingia kwenye programu ya Nguvu ya Buku Toto, nyosha mkono juu. Haya, wangapi bado? Hawajafanya hivyo? Wangapi hawajafanya hivyo bado? Sasa vile vitabu pale waliandika kwenye package mtapata.
Kitabu na wewe kuna gombo andika. Wale ambao wanataka cha ziada, cha nini, unatoa ile kwa shilingi 20,000 peke yake. Unataka Mungu buku cha watu wazima pale kichukue pia ni kizuri sana. Na kitabu cha usimamizi wa fedha binafsi kwa pale kichukue ni kizuri sana. Sababu kamisha mdhamini rasmi aweze kutufungia shughuli ya leo alafu tutafuta masala na kuweza kuandika. Asante. Wapendwa, tumefikia mwisho wa shughuli yetu ya semina ya nguvu ya buku toto, na mshukuru Mungu aliyetuwezesha kufika hatua hii. Ni hatua njema. Wengi tumejifunza, mimi nimejifunza na kufikia mahali kusema jamani, kama ningejua mambo yasingekuwa kama yalivyo. Nadhani kwa watoto wetu ambao tumewapa knowledge hii au ujuzi huu au elimu hii, wazazi tuna jukumu. Watoto wanasahau, wakicheza watasahau, lakini wazazi tuna haki au ya kuwakumbusha au kuendeleza mafunzo haya. Basi nipende kuwashukuru wote kwanza kwa kunipa hii nafasi ya kuwa mgeni rasmi, na ninashukuru sana. Mmeniongezea maisha. Mmeniongezea maisha. Nawashukuru Dr. Makilita, kijana Isaac. Kwa wale ambao hawakujua ni nani, walikuja wamechelewa, mimi naitwa Mzee Dawson Zake, kijana wetu huyu wa mwisho. Kwa kweli nawashukuruni mno. Basi kwa hatua hii niseme tumemaliza shughuli yetu. Mungu atubariki tuweze kwenda. Haya, basi kama alivyomalizia kusema mgeni rasmi, tutafanya tu sala yetu ya jumla tuweze sasa kila mmoja aweze kuwa huru na wenzetu wanaotufanyia shughuli hapa waweze kufunga mitambo yao. Basi tusimame. Tunaondoka na kauli mbiu moja. Kama umesahau mambo yote, kumbuka tu nguvu ya buku toto. Haya. Nguvu ya buku toto, vunja laana ya umaskini, jenga utajiri wa vizazi. Mara ya mwisho, nguvu ya buku toto, vunja laana ya umaskini na jenga utajiri wa vizazi. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya jioni njema ambayo tumekusanyika, tumejifunza mambo kuhusiana na maisha yetu hapa duniani, lakini kwa ajili ya vizazi vyetu. Tunaomba Mwenyezi Mungu wale wote watakao kuwa nasafiri kutoka mahali hapa na wale ambao wamekuja, maarifa haya yakaendelee kuwa kumbukumbu katika maisha yao, hata tutakapokutana tena waweze kuwa na shuhuda ambazo zinaonyesha wamechukua hatua. Tunawaombea wazazi, walezi, tunaomba watoto na wengine wote ambao watakaoingia kwenye programu hizi, basi wabariki, waweze kuwa watu bora zaidi katika taifa letu la Tanzania na Afrika kwa ujumla, na vipawa ambavyo umeweka ndani yao viweze kufanya kazi katika taifa letu. Tunaomba na kuamini. Amen. Nawatakia kila la heri jamani. Fomu zile muendelee kuzichukua na mambo mengine yanaendelea. Asanteni sana. Wale walipia package hakisha ondoka na vitabu vyako viwili kwa kila mtoto. Sawa?